katika hiyo hali ambayo umeipitia, katika hizo changamoto ambazo umezipitia, katika hiyo chumba ambayo umepitia, katika ibada ya siku leo, nimekuja na ujumbe wa Bwana leo. Ile kwamba ujumbe wangu ni kwamba kufunguliwa na Bwana, kufunguliwa. Bwana ulinisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Nishukuru ndugu yangu Eno. Nishukuru ndugu yangu Kevin. Na nishukuru ndugu yangu mjomba wangu Robert. Nishukuru Wakuki Musa. Bwana Yesu asifiwe. Nishukuru na kina chairman wale ambao wanaongoza kanisa hili. Nishukuru kina Mama Mary, nimeona tu Mama Mary ndio mama wa umri mkubwa hapa. Mama, asante kwa kuvumilia pamoja na Marikano. Si rahisi ungekuwa umetafuta hata likasabo wakubwa. Lakini kwa sababu neema ya Mungu hii juu yako imekuleta katika kanisa hili. Kaa hapa na uweze kupalilia hawa watu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nishukuru viongozi wote wa kanisa hili. Kwa sababu kukuwa mchungaji na kama hauna watu wewe si mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. You need people, unahitaji watu. Uwezi ukajiita mchungaji na kuna watu, lazima uitwe mchungaji na watu wakusikize. Bwana Yesu asifiwe. Vile na mimi nimekuwa nikikaa hapa nikisikiliza vile watu wakifundisha wakihubiri, hata nimekuwa nikijiuliza kama ndugu yangu amehubiri hivi, ndugu yangu ndio sasa mimi nitasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Nataka nililete neno la Mungu na kisha twende nyumbani. Praise the living God. Ujumbe wangu wa siku leo ama objective of this service ni kwamba kufunguliwa na Bwana. Haleluya. Huo ni ujumbe wangu wa siku leo. Kufunguliwa na Bwana. Nitangaze katika ibada hii ya kwamba wakati ambapo ujumbe huu utakapokuwa umeisha, uwe umewekwa huru. Haleluya. Uwe umefunguliwa. Nilisema juzi kwamba usinione kwa hiyo kimo. Usinione kwa sababu tumezoeana kwamba tu mimi ni mzee wa kawaida, ama vile wewe unanionanga pale nyumbani, ama vile wewe unanionanga vile wewe tunatembea. Hapana. Hona kilicho ndani mwangu. Nimeleta Yesu hapa. Haleluya. Sijaleta Mose hapa. Nimemleta Yesu. Haleluya. Sijaleta kana kwamba nimevaa hii koti ndogo hii, hapana. Nimemleta Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusome kitabu cha Isaya. Isaya 61. Isaiah chapter 61 verse number 1. Kiingereza maybe kinaweza kikanipita, lakini kitanipita namna hiyo kwa sababu mimi naye nimeenda. Bwana Yesu asifiwe. Yes, kuna wakati nilikuwa nyumbani, unajua wakati ambapo watoto wetu wanaongea Kiingereza, hata pia na wewe jaribu hata wewe na ukiongea. Kwa sababu wanaweza kukusengenya na maybe ujui. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nilikuwa nyumbani, kijana wangu anaitwa Kirimi. Akawa anauliza mwenzake Samba tano. Umeomba tu na wamba tapi Mungu tuyu. Bwana Yesu asifiwe. Nikajiuliza hivi watoto wanaongea Kiingereza gani? Nikajiuliza vitu kama hivi nini ambao watoto wanauliza. Nikaenda nikajiuliza Samba tano. Umeomba tu na wamba tapi Mungu tuyu. Sasa kumbe mbuyu ndiye anaitwa Mungu tuyu. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko hapa na wewe ni mzazi, elewa watoto wanasema nini. Unajua kile kizazi cha Gen Z kile kimepita. Lakini sasa wale ambao wanakuja alpha, hawa wanakuipa hata kwa mfuko. Mbona alpha hawa wanakuipa hata kwa mfuko.
Isaiah chapter 61 na verse number 1. This is the Bible say. Biblia inasema nini? Biblia inasema ya kwamba Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu. Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Niwahubiri wenyenyekevu habari njema. Niwahubirie wenyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwakanga waliovunjika moyo. Na amenituma ni kuwakanga waliovunjika moyo. Kuwatangazia mateka kuwa huru. Na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Na hao waliofungwa kufunguliwa kwao. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nililete neno la Mungu kwa ufupi tu. Si kwa urefu, kwa ufupi tu na kisha twende nyumbani. Kwa sababu maandiko ambayo ndugu yangu Enoch amekuwa akihubiri hapa hata yangetutosha na tuimbe na twende nyumbani kwa sababu already tumepata neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nilihubiri neno hili kwa ufupi. Ya kwamba Roho wa Bwana juu yangu. Na amenituma hapa Gateway ya Kaburetwa akuleta habari njema. Akuhubiria ama kuwakanga waliosekwa na magonjwa, walioonewa na ibilisi, walioonewa na wachawi kufunguliwa kwao. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio habari ambayo Mungu amenituma leo. Huo ndio ujumbe ambao Bwana alinena nami usiku ya kwamba nilete leo. Haleluya. Ya kwamba waliosekwa chini na magonjwa, walioonewa na ibilisi, kufunguliwa kwao. Habari imekuja leo. Kufunguliwa kwa maisha yetu, kufunguliwa kwa jamii yako, kufunguliwa kwa watoto wako, kufunguliwa katika hiyo biashara, kufunguliwa katika hiyo ndoa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kama vitu vimekufunga, hauwezi ukaenda mahali. Kama kuna wachao wamekuweka chini, hata kama ulikuwa wewe ni shapo pale shuleni, hautafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Maana wanakufinya wakakufinyanga. Hata wakakulalisia zile nyoka zao na zile manyungu. Lakini leo nimekuja na habari ya kwamba Roho wa Bwana ameshuka katika hii kanisa kuwahubiria waliofungwa kufunguliwa tena. Wacha nikupe ushuhuda huu kidogo. Kuna kijana ambaye yeye ni wa familia ya jamii iko katika hii kanisa, lakini sitasema. Alikuja akaniambia, pastor, mimi nilikuwa bright tu shule, yani nilikuwa mwerevu sana shule. Na alikuwa anasoma pale Kisawani. Na huyu kijana akaniambia, kweli mimi sikufeli shule, sikufeli. Lakini kuna msichana mmoja ambaye alikuwa ni rafiki yangu. Na hakuwa kiurafiki katika hiyo hali nyingine. Alikuwa tu ni rafiki kwa sababu yani watu kuzoeana. Haleluya. Kuzoeana kwa sababu yani ni kama yeye kujua subject hii na huyu angemfundisha. Na huyu angemfundisha subject ambayo huyu alikuwa anaijua. Na huyu kijana akaniambia, nilikuwa nimefanya subject yangu vizuri. Baada ya kumaliza walimu kusahisha, akawa ananiitisha ile kijikaratasi changu kwamba nisaidie kidogo niangalie. Huyu kijana kwa sababu alikuwa amezoeana na yeye, akampea. Alipompea, huyu kijana alikuwa yani wakati mwingine huwa anafanya kitu ambacho kinaitwa absenteeism, yani kukosa shule. Na wakati ambapo alikosa shule, Monday kuamkia kuenda, alipofika kwa gate, wenzake wakaanza kumwambia tu, bwana ndugu, pole. Huyu akachanga. Unajua wakati ambapo umekosa, wala ambao tunaenda shule, wakati wanafunzi wanapotukukujia wanakuambia, unajua kwamba leo nitapigwa ama nitafukuzwa. Sasa hiyo shauku ikamwingia. Ilipomwingia, akaenda kwa vijana mmoja akauliza, kwa nini watu wananipigia pole? Mpaka hata walimu nao wakamwambia, ndugu, pole.
Na yeye hakuwa amejua kitu hapa nini ambacho kimetendeka. Kijana mmoja akamwambia, wewe hujasikia? Akasema sijasikia. Jana walishika mchawi na wakaleta nyungu hapa kwa shule. Vile walileta karatasi ambayo ilikuwa ya kwanza, jina tu yenye sisi tuliona ya kwanza ilikuwa ni yangu. Yeye akauliza, hiyo certificate ilikuwa ni gani? Akamwambia ilikuwa ni hii. Akareflect haraka, akasema ile karatasi ilikuwa imepewa msichana fulani. Hapo ndipo kijana alikiva. Akawacha shule hapo, hata akatoroka kwa shule. Walimu wakamwambia, kwa sababu kuna kitu tunakiona unaweza ukapitisha hii shule, endelea kukaa. Akasema hapana, siwezi. Na akatoka kwa hiyo shule, akahamia shule nyingine. Nikisema hiyo shule ni alihamia, jamii hapa watamjua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaenda akafanyia mahali pengine form 4. Na nikamuuliza, kwa nini hujaendelea? Akasema, hiyo kitu ambacho nilichokisikia kilinivunja moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kilinivunja moyo. Mwanafunzi ambaye uko hapa, mzazi ambao unanisikiliza, si kwamba wachawi hawako. Wachawi wako. Haleluya. Wachawi wako. Si kwamba hawako, wako. Lakini kupitia neno la Mungu hili la siku hii ya tarehe 17, katika haya madhabahu haya, kila uchawi, kila maneno mabaya waliozungumza kinyume na wewe, waliozungumza hata kwa ndoa yako kwamba haitaenda mbali, kwamba haitafaulu, waliosema wanakuonanga tu na hiyo wokovu, wakisema kwamba hataenda mbali na hiyo wokovu, kupitia haya madhabahu tunakanusha katika jina. Tunakanusha. Haleluya. Tunakanusha. Roho Bwana amenituma leo kuwahubiria waliosetwa chini, yaani waliowekwa chini, waliowekewa zile manyoka na vitu vyao vyote, kuwahubiria habari njema ya kwamba leo tarehe 17 wapate kufunguliwa, wapate kuinuka tena, wapate mwisho tena. Kama wewe ulikuwa ni mwombezi, pata kuinuliwa tena, acha kukwamilia pale. Kama wewe ulikuwa ni wa roho, fufuliwa na hiyo roho tena, ikakuingia tena katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Nitaka nivihubiri vitabu viwili, lakini wakati mwingine huwa tunasema vitabu vingi, wakati mwingine hata inapita watu tu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka hebu tuangalie tu kitabu cha mwisho, na nitaenda mbio sana, tutapita hapa. Ezekiel chapter 7 verse number 1. Biblia inasemaje? Ezekiel 3:7 verse number 1. Biblia inasema kwamba mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Mkono wangu wa Bwana ulikuwa juu yangu. Naye akanichukua nje katika roho ya Bwana. Na akanichukua nje katika roho ya Bwana. Akaniweka chini. Akaniweka chini katikati ya bonde nalo limejaa mifupa. Na pale chini kulikuweko na mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote. Akanipitisha karibu na ile mifupa. Na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda. Na tazama, pale chini kulikuweko na mifupa mingi sana. Nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Na tena hiyo mifupa ilikuwa mikavu. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Mifupa hii yaweza kuishi?
Nami nikamjibu, Bwana Mungu, Bwana Mungu, wajua wewe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, na akanitoa nje, akanipeleka mpaka chini, na pale chini kulikuweko, yani pale chini kwenye, yani kulikuweko na uwanda, yani kana kwamba kulikuweko na shimo kubwa, lakini ilikuwa ni kama uwanja. Haleluya. Na ili neno ambalo linamkujia ndugu yangu Isaya katika maono. Haleluya. Ilikuwa ni maono ya Isaya, yani anapelekwa kimaono. Yani kana kwamba wewe unaota ndoto. Haleluya. Ya kwamba Bwana akakutoa nje, akakupitisha, akakupeleka hivi. Ndio neno lilikujia ndugu yetu Isaya kwa maono. Likampeleka akaenda, akanasema kwamba nikaenda chini, na pale chini kulikuweko na uwanda, na katika ule uwanda kulikuweko na mifupa mikavu. Haleluya. Na akaniambia, mwanadamu, je, tabiri juu ya hii mifupa. Akasema, je, mifupa hii yaweza kuishi tena? Ndugu yangu Isaya katika maono yake akasema, Bwana wajua wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika maono yako, katika mambo yako yote unayopitia, wanasema hivi, si kila kitu kusimama na kutoana ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu nimenunua pikipiki, mwaka huu. Ndio, unaweza kuwa unasema sijakataa, lakini ujue kwamba the movie unaendelea kutoa ushuhuda, na wengine nao unio mbaya inainuka juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila kitu kutoana ushuhuda, hata wakati mwingine nyamazi yanga kingine. Na usione mtu amenyamaza atoa ushuhuda. Unajua nimekuwa na shangaa mpaka naona ndugu yangu yangu Robert anatoa ushuhuda. Unajua kuna wakati nilikutana naye akaniambia, "Ango nitakuja." Na hata hakujua kama niko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine ndugu yangu mchungaji hapo, wakati kama tumeleta watu kwa kanisa, wakati unamsimamiza kwamba atoe ushuhuda, huwa tunawafukuza. Yaani huyo mtu kwa sababu hajazoea na amekuja, wacha atulie mpaka azoee. Akishazoea kuna wakati atatoa ushuhuda yeye mwenyewe peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, acha niwape mfano kumaliza. Mimi mke wangu amenihubiria. Mimi sijakuja kanisani ama huwa na kunywa, huwa nafanya nini? Na mke wangu huwa akiomba kabisa akisema, Mungu badilisha mume wangu, badilisha mume wangu, badilisha mume wangu. Mungu hata tu siku moja akuje kanisani, Mungu msaidie. Na siku moja hiyo roho ikaniingia. Nikasema, na leo kwa nini siende kanisani? Na nikatoka nikaenda kanisani. Kwa sababu mimi nimezoea kuongea na watu yangu wenye huwa tunaelewana huko. Nikifika hivi na watu wanakuja wananitoa huko nyuma, shambilia yeye, akuja atoa ushuhuda. Wakati nitakuja yendo kwa ndugu yangu, nikifika tu mbele ndio nitasema, lakini uoga yenye niko nayo ni kubwa sana. Na wakati nitakaposema, nikifika nyumbani nitauliza mke wangu, ulinipeleka ili uniaibishe? Hiyo ndio swali ambalo nitamuuliza na kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio swali nitakayomuuliza, ulinipeleka kwa sababu umenizoea, tumezoeana sisi hapa. Kwa nini unipeleke mimi mbele ya umati? Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine kama tumefanya mambo na soul winning ama kuvua mioyo kuleta kwa nyumba ya Mungu, tuwape muda. Na kama wamefika, wacha wafurahie ibada yetu na twende nyumbani. Na kama tutakuwa na yule asha ambaye wa kuandika majina tu, awaandike na kisha wakuwe wapi kwa listi yetu ama kwa kitabu chetu. Tukishamaliza hivyo, tunaanza kuongea nao one by one kama mchungaji.
Ukiwa pale kwa ofisi, ongea nao one by one. Si yeye kuongelea hapa. Akiongelea hapa Jumapili utamuona. Atakuwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Sitatoka kwa ujumbe wangu. Sitatoka kwa ujumbe wangu. Kufunguliwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tufunguliwa na Bwana. Funguliwa na Bwana. Wacha kuweka mambo mengi kwa kichwa. Wacha kuweka vitu vingi kwa kichwa chako. Muone Mungu. Yule ashaone mtoto. Muone Mungu. Muone Mungu. Mungu anataka kusema nini juu ya maisha yako? Mungu anataka kuzungumza nini na wewe? Hiyo ndio kitu cha muhimu. Wewe katika ibada hii, malengo yako ni yapi? Umekuja kuona tu watu wako? Umekuja kuona tu kanisa linaenda? Umekuja kuangalia vile vitu vinaendelea? Ama kuna kitu umekitarajia? Bwana Yesu asifiwe. Tarajiana kuna kitu kinaweza kikahappen wakati wowote. Roho Mungu ananiambia mama, je, Mungu una ushuhuda lakini umekataa kutoa ushuhuda. Mungu anametenda lakini umekataa kutoa ushuhuda. Haleluya. Amen. Na kama nasema uongo sema. Mungu una ushuhuda, Mungu ametenda hata kwa watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ametenda. Haleluya. Na mimi niseme sijawahi papasa Mungu. Sijawahi kufanya, unajua mimi nikienda mahali na nione ibada, natakanga ibada yani ni watu tumemaanisha. Haleluya. Tunamaanisha tunakifanya kila ambacho tunakifanya. Na Mungu anashuka na wao utukufu na tunainuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza kujiuliza, unaweza sema unainuliwa na wewe umepake pale, wewe hujaona mahali penye mimi nimefika. Hujaona mahali penye mimi nimefika. Huyu ndugu shemeji yangu huyu mama Peter huyu anaelewa ushuhuda ambao sisi tumepitia. Sisi tumepitia mambo magumu. Mambo magumu sana. Au kina Robert wanaelewa sisi tumepitia. Sisi tumepitia maisha magumu, lakini mahali penye tumefika ni mkono wa Bwana. Mahali tumefika ni mkono wa Bwana. Leo hii tunaweza tukaongea kwa watu kwa sababu mkono wa Bwana u juu yetu. Kwa sababu Mungu hajatuacha. Kwa sababu tumejishika kwa Mungu. Mwisho. Heshima ambayo wewe unapewa ni kwa sababu umejificha kwa Mungu ama una huo. Lakini ukimwacha Mungu, hii heshima ambayo unapewa hutawahi pewa tena. Bwana Yesu asifiwe. Brother Geni, kwa ajili kupewa example moja. Wewe sasa unamjua Mungu. Unapiga kibota hapa, watu tunabarikiwa, watu tunainuliwa. Lakini nao saizi enda uende upige mtini ama uende upate kileo, ulewe. Uende uanguke kwa kupata umeanguka pale kwa mtaro ama hata waacha wewe watasema wewe bado enoka huko wale nitolee jambo hili. Enoka saa hii nenda saa hii kunywa. Uende saa hii ulale kwa mtaro. Kwa mtaro. Alafu ndugu yangu na Ane Rogers huyu na Nusa wapija hapo. Mkuse sasa. Mkuse sasa. Mponye sasa. Mponye Bwana. Mponye sasa. Mponye Bwana. Mponye Bwana. Mponye Yesu. Mponye Yesu. Mponye Bwana. Mponye sasa. Hey! Jina la Yesu. Nikumbia. Wewe Bwana. Bwana wewe Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe. Yesu ni wewe. Mtania cha mimi ni wewe. Ni
Bwana